kwa hali hii Yesu mpaka arudi. Na mpaka arudi sio leo. Tushaondoka, tushakufa, tuko mbali kweli kweli. Hebu ona hiki kinachoendelea hapo. Ona eti hawa wenzetu wananzengo hawa wanajua kwamba hawa wazungu wako wanawasapoti kile wanachokifanya. Yaani wanaenjoy, wanapenda hiki kinachofanyika. Hawapendi hiki kinachofanyika kwa maana ya kuwa mnafanya vizuri eti kwamba ndo kipaji au si ndo maendeleo. Wanafanya hivi kwa sababu wanaamini ndo mnaendelea kuwa wapumbavu. Yaani tunaendelea kuwa wajinga tena wajinga wa mwisho. Yaani kwa nini tunaendelea kudhalilishana? Hebu ona wananzengo. Kwanza kinachoimbwa hapo, nyimbo inayoimbwa hapo na mlengwa na wao wanavyovifanya ni vitu viwili tofauti. Watu walikuwa wanaimba kwa ajili ya kufanya ukombozi, kwa ajili ya kukomboa watu kifikra, wa kukomboa watu kiakili, kimtazamo, kimkakati. Sasa wao wanaimba, wanaburudishana hivyo, wanaweka nyimbo hilo kwa sababu tu eti wapate si vitu gani sijui kwenye mambo ya mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo. Unaona? Hawana cha maana cha kufanya hapo. Sikatai kwamba watu hawaburudiki kupitia wao au hawaenjoy. Lakini ni vile tu unaenjoy kwa sababu wewe umetoka kwenye mambo yako ya kibusiness, umetoka kwenye mambo yako ya uhangaikaji, unafika unawaangalia hawa, unacheka, unatulia, akili itatulia. Lakini wao kama wao wanatakiwa tuhamasishane vitu gani? Tuhamasishane vitu ambavyo vinaweza vikawa na maendeleo katika hii nchi yetu au katika Afrika yetu nzima. Angalieni jamani, hebu tunyenyuke, tuinuke. Hakuna mambo ya kukaa hapa tunatazamana tu kama viazi. Usicheke tu ili mradi tu kwa sababu watu wanaburudishana. Hawa wazungu wao akaunti zao zinasoma daily. Zinasoma na ndio maana wanapata muda wa kutoka huko wakaja huko wakaangalia Simba huko kwetu. Tena wanakuja wanaangalia Simba na sisi wenyewe wanatuangalia vile vile. Maana wakitoka kwao wakija huko kwetu wanasema wakuja kutalii. Kwa hiyo moja kwa moja kabisa hapo inaonekana kabisa hata sisi wenyewe ni moja ya sehemu ya utalii wao. Wanakuja kutuangalia wao wanatengeneza vimbwanga gani huko. Twende tukaangalia, anatoa madola, anapanda ndege, wengine wanapanda meli za starehe, wanakuja huko wanatutazama tu, wanatushangaa, wanakuja wanarefresh mind, wakitoka hapa wanarudi kwao wanaenda kufanya mambo ya kimaendeleo. Sisi tunakaa tu tunapiga kelele tu, tunaongea tu, tunalalamika, hata tunayemlalamikia wakati mwingine naye anatafuta naye wa kumlalamikia hamuoni. Hebu tuinuke basi, tuache mambo haya ya kinani ya kizwanzwa. Tupige kazi, tujikite kwenye mambo ya kimaendeleo. Tuanze kuwa busy, tushughulishe akili kwenye vitu ambavyo ni very complicated. Hata kama unaona hakiingia akilini, wewe hebu kijaribu. Wenzetu mpaka wanafikia hapo walipofikia. Walituliza akili, wakawa wanakaa wanafanya research kwa muda mrefu. Mtu anakaa mapangoni kabisa huko, anajificha yeye mwenyewe, anakaa anatulia, anabeba chakula chake cha muda kadhaa aliyopanga kukaa huko. Kwa hiyo atakaa huko mpaka pale ambapo research yake itakuwa imekamilika. Akishatoka huko kirudi, kile kitu anakiintroduce kwenye jamii yake. Akikiintroduce kwenye jamii yake, wanafanya majaribio, mwisho wa siku kinakuwa kiko safi kabisa. Kwa hiyo kinaendelea kufanywa maboresho hata kama yeye atakuwa alishakufa, alishaondoka. Wanaboresha urithi wanarithishana mpaka inakuwa kitu bora. Afrika kwetu tunabaki tunatoa macho. Tunakaa tunaulizana. Hivi kile microscope wamekitengeneza vipi? Wewe wamekitengeneza vipi kwa hali hii tunayoendelea nayo hii? Wewe unataka ujue wanakitengeneza vipi? Tutajua vipi? Wewe huoni haya si masufuria haya wanayofanya kama ngoma, ni masufuria ambayo yameisha haya. Halafu chini wamepanga kama si ni vindosi, ni matofali au si ni vitu gani? Hebu angalia. Wameshindwa hata kutengeneza basi hata dramas ambazo zinatokana na ngozi za wanyama tunaowafuga basi. Angalau ioneshe kabisa ina uhalisia. Hakuna. Tuamke bwana, tunyenyuke. All we could hear there was the crocodile